Unatakiwa wewe ufanye kadri Mwenyezi Mungu atakujalia. Alafu anayejaji ni Mwenyezi Mungu. Ukisikiza maneno ya watu utashindwa kufanya mambo mazuri kwa kuwa utaonekanaje. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu no matter what nihakikishe kuwa nafanya mambo mazuri. Na sishtuki, sijali wala siogopi comment ya mtu ambayo negative. Mimi jukumu langu ni kuhakikisha kwamba nimepata nafasi na mimi nafasi hii kisha nafaidisha watu. Mwenyezi Mungu kanibariki na mimi kuhakikisha nawabariki watu. Napoweza kufuturisha nafuturisha, napoweza kutoa sadaka kama hivi natoa sadaka. Sasa comment za watu hawezi kuziepuka, kila mtu ata comment anavyoona yeye. Sasa kama unafanya kwa sababu ya watu utaogopa comment, lakini mimi nafanya kwa sababu ya Allah. Kwa comment yangu nitaikuta kwa Allah kesho na kesho kutwa nikifa. Ndio mimi nachokiangalia hicho. Lakini comment na uzuri pia hata shehe wa mkoa alielezea vizuri. Kwa ni vitu vya kawaida na hata kwa watu wengine wanaofanya mambo msikatishwe tamaa. Mwenyezi Mungu anasema msikate tamaa na neema zangu. Mwenyezi Mungu anaelekeza hivyo kwa sitokee kiumbe kukatisha tamaa, fanya mambo mazuri, haijalishi unafanya kazi gani, unafanya kitu gani, hakikisha unaswali. Shehe mimi naswali swala 5 shehe. Watu wengine sidhani kama watu wanafahamu. Lakini mimi maisha yangu sasa hivi na miaka 3 na swali swala 5. Miaka 3 mfululizo na sikosi yani. Kwa hiyo nikitaka kumsikiza mtu unaimba afu na swali mnafiki. Okay, mnafiki yangu utajua Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu anasema funga nakwambia saumu li, yani funga ni yangu mimi, saumu ni yangu mimi. Basi na hizo neema za kwake.